Karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa kabisa ambacho tunafanya uchambuzi wa pikipiki za aina mbalimbali. Kipindi ambacho hatufichi chochote, yani kwenye ukweli tunasema, kwenye madhaifu lazima tuseme. Bila kusahau hashtag yetu ni tuzungumze pikipiki. Hasa hii pikipiki TVS ilitengenezwa na kampuni moja kutoka India inaitwa TVS Motor, ambao uzalishaji wa hii pikipiki kutoka hiyo kampuni ilianza mwaka 2007 na walitarget kutengeneza hii pikipiki kwa matumizi ya bodaboda, delivery, lakini hata matumizi binafsi. Kama unahitaji pikipiki kwa matumizi binafsi, ni pikipiki ambayo iko vizuri of course. Hawa jamaa walitengeneza hii pikipiki wakaamua kuiita HLX, na HLX kuna matoleo kama manne, nadhani manne, ambao kuna TVS HLX 125 ambayo ina gia 4, kuna TVS HLX 150 yenye gia 4, lakini pia kuna TVS HLX 150 yenye gia 5. Sasa leo tupo na TVS HLX 150 5 gear. Hii ni gia 5 kama unavyoiona, hii ina gia 5. Kwa nini waliita HLX? Hii pikipiki ilitengenezwa kwa ajili ya kufanya kazi nzito, kazi ambazo mizigo mizito, kupanda milima, barabara ambazo ni rough road, ndio maana wakaita HLX. Tujue kwanza maana ya HLX. HLX ni kifupi cha Heavy Load Express. Yaani ukiangalia hiyo Heavy Load Express ni jina ambalo linakuonyesha kabisa kwamba pikipiki imetengenezwa kwa sababu ya kubeba mizigo mizito. Ndio maana wakaita TVS HLX 150, kuna 125 na kuna 150 gia 4 na gia 5. Sasa leo kwa sababu tupo na hii 150 gia 5, tuangalie vitu ambavyo wametupa kwenye hii pikipiki ili tujue ina ubora gani na ina madhaifu gani. Sasa nataka nielezee vitu vichache ambavyo vinakuja na hii TVS. Hii pikipiki inakuja na tenki ambalo linabeba lita 12. Alafu pia inakuja na dashboard ambayo hii dashboard inatuonyesha hapa, inasoma kilomita, inasoma speed, inasoma gear zote 5, inasoma indicator, inasoma pia gauge ya mafuta. Kuna taa ya check engine hapa kwenye dashboard, lakini sijajua hii ni fault gani kwenye engine ambayo itakuonyesha hii taa ya check engine inawaka. Sijajua ni oil kwa sababu sioni sensor yoyote huko kwenye engine. Lakini pia inakuja na rear view mirrors ambazo zinakusaidia kuona nyuma. Inakuja na mudguard ya mbele ambayo ni ya chuma. Lakini pia inakuja na exhaust nzuri kabisa ambayo inachuja sauti. Exhaust yake ina sauti ndogo sana ambayo haiwezi kupiga kelele ukiwa unapita pembeni za watu. Lakini pia inakuja na leather seat ambayo at least ukikaa una feel comfortable kabisa, una feel comfortable. Inakuja na carrier ambayo ni heavy duty. Hii carrier ni ngumu sana, lakini pia na footrest zake ni ngumu sana kukutana na hii carrier ikiwa imevunjika. Lakini kitu kingine, inakuja na headlight nzuri kabisa ambayo inakuwa na mwanga mzuri, lakini kitu pia na show moja nzuri sana. Hii show inapendezesha sana hii pikipiki. Kwa sababu kuna TVS ambazo za 125 hazina hizi show. Zina muonekano mbaya. To be honest, zina muonekano mbaya. Kwa hiyo hii kuwa na hii show hapa mbele, au wanaitaga headlamp cover, ni nzuri sana, inaonyesha, inaleta muonekano mzuri kwenye pikipiki. Kitu kingine ambacho kwenye TVS bwana ametengeneza kitu kizuri ni shock up za mbele. Shock up za mbele ni telescopic, lakini pia za nyuma ni heavy duty. Ni shock up fulani heavy duty, japokuwa hazifanani na zile za box ambazo ni double spring. Hii ni single spring, lakini trust me ni heavy duty. Shock up ambazo zinahimili mitikisiko, hata kama una mzigo mzito, shock up ambayo inaweza kuhimili mzigo mzito. Upande wa fuel efficiency kwenye hii pikipiki, ulaji wake wa mafuta so mbaya. Of course kwa lita moja amesema, tumeambiwa inaweza kutembea kilomita 40 mpaka 50 kwa lita moja. Of course tutafanya review, tutajaribu tuone kama ni kweli inafika 40 mpaka 50. Lakini pia inakuja na engine ambayo ni ngumu sana. Hii engine imetengenezwa kwa material ambayo kikweli ni moja ya engine ngumu sana. Engine ya TVS wametengeneza engine ngumu sana. Inakuja na mfumo wa kuwasha kwa kutumia kick starter, lakini pia inakuwa na self starter. Kwa hiyo unaweza kutumia self kuwasha, lakini pia unaweza kutumia kick kuwasha. Lakini pia ina ngao. Hii ngao ni nzuri sana kwa ajili ya mfano pikipiki ikitokea inaanguka, hii inaweza ikazuia ili usiweze kuvunja baadhi ya vitu ambavyo ni vyepesi kwenye hii pikipiki.
Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho wamejitahidi. Lakini pia moja ya chassis ngumu nazijua kwenye pikipiki ni chassis ya TVS. TVS wana chassis ngumu sana. Wao wamejitahidi kutengeneza chassis ngumu. Ndio maana wakaita Heavy Load Express, kwa sababu inaweza kumudu vitu vizito. Yaani ukiangalia ukiwa unabeba mizigo mizito kwa chassis hii sio rahisi kuvunjika. Ni ngumu sana. Lakini kitu kingine spare. Trust me, spares zinapatikana kwa urahisi. Spares za TVS zinapatikana kwa urahisi. Kuna original lakini pia kuna za Kichina. Of course zote zinapatikana. Hata ukipita 7 gear spare parts unaweza kupata spare za hizi pikipiki. Moja ya uzuri wa kipindi chetu bana, tulisema kwenye madhaifu lazima tuseme. Yaani tunasema ukweli. Sasa leo tunataka tuzungumzie madhaifu ya hii pikipiki. Mimi moja ya kitu ambacho nachukulia kama ni dhaifu la hii pikipiki ni mfumo wake wa taa. Yaani inatumia mfumo wa magneto coil kuwasha taa. Kitu ambacho of course kwa watu ambao tunatembea usiku sio kizuri. Hii pikipiki ukivuta mafuta mwanga unaongezeka. Usipovuta mafuta mwanga unakuwa mdogo. Sasa kama unatembea usiku na unataka kukimbia speed, na maana mwanga utakuwa ni mdogo obvious. Kitu kingine ambacho ni changamoto kwenye hii pikipiki mimi nakifahamu ni mfumo wake wa carburetor. Unatumia upepo. Na kuna diaphragm hapa kwenye carburetor ambayo hii diaphragm huwa ina tendi ya kupasuka. Kwa wakati fulani huaga inapasuka. Nitawaonyesha kwenye picha hapo hiyo diaphragm iko vipi. Sasa ikipasuka, mbaya zaidi haina spare yake. Yaani otherwise ununue carburetor mpya. So kwenye carburetor hiyo ni changamoto ambayo ipo. Na kitu kingine ni swala la kuua plug. Hii pikipiki bwana ina tabia ya kuua plug. Yaani either ufunge original, ufunge ya Kichina, lakini lazima itaua plug. Tumejaribu kuwauliza watengenezaji, wataalamu wenyewe kwamba hii pikipiki kwa nini na hiyo shida. Hawajatupa majibu ambayo yamekamilika. Although si wenyewe tunafanya utafiti, lakini katika utafiti wetu hapa na pale tumegundua kwamba pia huwa inatoa moto mkubwa sana kwenye CDI kusababisha plug kuungua. Ni changamoto sana. Ni kila mwenye TVS nadhani akiwa anaona hii clip atakuwa anaelewa nazungumza nini. Pikipiki ina tabia ya kuua sana plug. Kitu kingine ni vibration. Hii pikipiki hasa kwa zile za gear 4. Na nazungumzia TVS HLX 125 gear 4 na 150 gear 4. Huwa zina vibrate sana hasa unapokuwa kwenye high RPM kwa sababu ya gear. Yaani gear zinakuwa zimefika 4, una force mafuta kwenda sana, kwa hiyo vibration inakuwa kubwa. Kwa hiyo kwa safari ndefu pia ni changamoto. Labda kwa mizunguko ya hapa na pale kwa mjini of course sio mbaya, lakini kwa mizunguko au kwa safari ndefu ni pikipiki ambayo ina vibration kubwa sana. Labda ni wape tofauti kidogo ambazo zinapatikana kwenye hizi pikipiki mbili ambazo nitazungumzia ni TVS HLX 150 gear 4 na 150 gear 5. Gear 4 kwa mizunguko ya mjini sio pikipiki mbaya, pikipiki nzuri. Yaani kwa mtu ambaye anatembelea maeneo ya mjini sio mbaya. Ila kwa gear 5 kwa sababu hiyo gear 4 inaenda inaweza kwenda kilomita 95 per hour. Of course kwa mjini sio mbaya, lakini kwa mtu ambaye ana safari za mbali, anatembea safari za mbali, highway sana alikuwa atumie hii gear 5 kwa sababu inaweza kwenda kilomita 115 per hour. Kitu ambacho kinaifanya engine isiwe na stress pia. Inakuwa inafanya engine isiwe na stress kwa sababu inakuwa na gear nyingi. Kitu kingine of course hii pikipiki ya gear 5 bei yake iko juu tofauti compared na gear 4. Tofauti yake pia ni hii ina bei kidogo iko sio mbaya, imepanda lakini sio sana. Lakini labda ni kwa ushauri wangu kidogo kwa mtu ambaye anataka pikipiki kwa mizunguko ya mjini atafute gear 4, 150 gear 4. Lakini kwa mtu ambaye anajua ni mtu wa masafa marefu, anatoka hapa anaenda kituo mbali zaidi, anabidi atumie gear 5. Huo ni ushauri wangu kwa mtu ambaye ana matumizi ya TVS. Kama wafuatiliaji wa vipindi vyetu vya 7 Gear Podcast, hashtag yetu tuzungumze pikipiki. Nataka niwaache na bonus kidogo kuhusiana na matumizi na utunzaji wa hii pikipiki aina ya TVS HLX 150 au toleo lolote la TVS ambayo hii pikipiki bwana, kama unataka uishi nayo
hakikisha swala la plug, swala la kuzingatia, yani jitahidi ile kubadilisha plug kila baada ya wiki 2 au 3, na kisha unabadilisha plug, kwa sababu hilo ni tatizo pia ambalo lipo kwenye pikipiki. Lakini pia mafuta, kisha unaweka mafuta safi kwenye tenki, kwa sababu ya kuzuia kuozesha tenki lako lisiwe linavuja. Maana tenki likishapata uchafu kidogo linatengeneza kutu, linaanza kuvuja. Lakini pia jitahidi kuangalia ile diaphragm ambayo tulikuwa tunaizungumzia kwa mataifa. Diaphragm ni kitu fulani ambacho ni sensitive sana kwenye upande wa carburetor, yani baada ya muda mfupi ikianza tu kuleta shida lazima utaona misfire, utashangaa pikipiki haiwezi kukaa silence, then utaanza kuhangaika. Kwa hiyo jitahidi kila baada ya muda unasafisha carburetor ili kwa ajili ya kuondoa vitu kama hivyo. Lakini kitu kingine, air cleaner, hii filter ya hewa ambayo inaenda kwenye carburetor inabidi wewe unaisafisha kila baada ya muda, na hii inakuja na mfumo fulani ambao hii filter yake unaweza ukaitoa na kwenda kuipuliza na kutoa vumbi, lakini kila baada ya, kama ukimwaga oili kama mara 5 hivi unaweza kununua nyingine ukabadilisha. Ila kwa mwanzoni unaweza kuwa unapuliza lile vumbi, kwa sababu inakuwa inashika vumbi sana. Lakini pia kwa sababu ya mtikisiko wa pikipiki, kutembea kwa muda mrefu, unashauriwa uwe unakaza zile bolt, sababu vibration inakuwa kubwa. Kwa hiyo ukikaza bolt at least unakuwa umeiondoa kwenye stress pikipiki, kitu ambacho kitakusaidia. Lakini kwa matengenezo pia, matengenezo mazuri, hakikisha fundi ambao unamtumia ni fundi ambaye anaijua hii pikipiki. Maana trust me, sio kila fundi anaelewa kutengeneza hizi pikipiki, hasa kwenye upande wa engine na carburetor na mifumo mingine ya umeme. Kwa matengenezo mazuri tunakushauri, kwa waliopo maeneo yetu tunawashauri mnakaribishwa kufika 7 Gear Spare Parts. Hapo kuna mafundi wazuri, lakini spare pia utazipata kwa bei nafuu, na tutakushauri jinsi ya kuishi na pikipiki yako. Usiache kufuatilia kipindi chetu ambacho kitakuwa kinarushwa kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile 7 Gear Podcast ambayo ni TikTok, lakini pia Instagram tunapatikana vile 7 Gear Podcast. Usiache kulike, kushare na kucomment. Lakini pia YouTube tuna account ambayo tunapost review yote tunapost, itakuwepo huko. Tunaomba usubscribe ili uendelee kutupa support katika kitu ambacho kufanya review ya pikipiki yako. Tusisahau hashtag yetu ya 7 Gear Podcast, tuzungumze pikipiki. Karibu sana.